Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ndugu zangu wapendwa, kwa kipindi chetu yeye ni nani, nataka tueleze, je, upendo kwa Allah subhanahu wa ta'ala unaondoa hofu? Ukisoma katika majina yake utapata miongoni mwa majina Allah subhanahu wa ta'ala Al-Jalil, mwenye ukuu, Al-Azim, aliye mtukufu subhanahu wa ta'ala, Al-Khabir, mjuzi na mwenye kufahamu kila kitu, yani mjuzi wa ndani. Ndugu zangu, fikra yetu ya leo kwenye kipindi ni kuwa upendo wa kweli huzidisha hofu ya heshima, sio hofu ya kukimbia. Kama pale tulivyosema, Allah subhanahu wa ta'ala ni adhim. Unapompenda subhanahu wa ta'ala mapenzi ya dhati, ni lazima uwe na hofu ya usiyapoteze mapenzi yale, sababu Mwenyezi Mungu anapoondosha mapenzi yake kwetu sisi, ikawa hapendi vitendo vyetu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ashasema kwenye Qur'ani hawapendi madhalim, hawapendi waovu. Hatimaye anakwenda Mwenyezi Mungu kutuadhibu. Sasa mu'min anapompenda Allah subhanahu wa ta'ala, hofu yake kwa Allah, kwa ule ukubwa wake jalla jalaluhu na utukufu wake na wema wake, na kwa Mwenyezi Mungu ni mjuzi, moja kwa moja anakuwa na hofu mapenzi ya Allah yasipotee, ikaja badala yake adhabu. Kwa hivyo mapenzi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haiondoshi hofu, bali inaimarisha hofu kwa mu'min. Na ukiangalia kwenye Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, wale waliomfahamu Mwenyezi Mungu hao ndio wanaomnyenyekea Mungu zaidi na kumwogopa. Mtu anaisoma Qur'ani anaona ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, mwisho anaambia Mwenyezi Mungu, tuokoe na adhabu, wewe ndio uliotakasika Mola wetu, tuokoe na adhabu ya moto. Hiyo tayari ni hofu. Mungu huyu ninayempenda, anayetufanyia mazuri tukastahiki tumpende, anayetupenda sisi kwanza na sisi tukampenda, isije kwa sisi ubinadamu wetu tukamkosea, ikageuka mapenzi yake kwetu ikawa ni adhabu. Hivyo wale wanaotafakari, wanaomjua Mungu zaidi na kumwelewa Allah, ndio wanaompenda zaidi, na watakapompenda zaidi Allah subhanahu wa ta'ala, wanakuwa na hofu zaidi ya kupoteza yale mapenzi na isigeuke kawa ni adhabu, Mwenyezi Mungu akawaadhibu. Kwa hivyo ndugu zangu, tukiangalia mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye haya tunayozungumza, utaona Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali usiku na alikuwa akilia sana pindi anaposoma zile ayat, anapozingatia maneno ya Mwenyezi Mungu, akilia mpaka ikitoka sauti kwenye kifua chake inaofanana na sufuria inapochemka. Hii yote ni ijlal wa ta'dhim lillah azza wa jalla, kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii saraha imekuja na mapenzi ya Allah, ninayekupenda, ninayekuheshimu, ninayekutukuza, naomba rehema zako. Kila anapopitia kwenye aya ya rahma anamuomba, na kila anapopitia aya za adhab anajilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo anayempenda Mungu zaidi ndiye anayemuogopa Mungu zaidi. Ila tutaeleza kwenye kipindi kinachokuja kwa mapenzi ya Mungu au hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala haifananishwi na kumwogopa mwanadamu. Leo nataka sote tusome moja katika aya za Mwenyezi Mungu na tutafakari. Nenda ukasome, walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir inna fi khalqi samawati wal ard la ayat liulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Someni hizi aya muzitafakari, wallahi utahisi mapenzi, na wakati huo huo utajenga hofu ya Allah iliyojaa ijlal na ta'dhim. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aifanye ile hofu yetu au hofu tulionao kwa Allah ni hofu inayotokana na mapenzi yetu kwake subhanahu wa ta'ala.
Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.